ngare, kijito cha maji ya uzima. Yoshua mlango wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 9. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto wa Yordani, wewe na watu hawa wote, muendee hata nchi ni wapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili la mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari kubwa upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria zote nilizomwamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Tukae. Hallelujah. Kichwa cha somo cha wiki hii kinasema tuyashike sana maungamo yetu. Tuyashike sana maungamo yetu. Hallelujah. Tuyashike sana maungamo yetu. Tuyashike sana maungamo yetu. Neno kuu katika hichi kichwa cha somo ni maungamo. Maungamo ni neno linalotokana na kuungama, ambapo kuungama tafsiri yake ni kukiri. Kukiri ndio kuungama. Kwa hiyo anaposema tuyashike sana maungamo yetu, tafsiri ambayo tumezoea tunaposema habari ya kuungama, tumezoea kwamba tafsiri yake ni kama kutubu. Ni sawa, ni kutubu, lakini tafsiri nyepesi ndio inawaambia tu kwamba kuungama ni kukiri. Kukiri. Hata kama ni kutubu, basi ni kutubu kwa kukiri. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo tunaposema kwamba mtu ameungama, tafsiri yake ni kwamba amekiri kosa, amekubali kosa, amekiri ya kwamba yeye ndo alikosea pale. Kwa hiyo basi kuungama ni kuomba msamaha baada ya kukubali kosa. Kuungama ni kuomba msamaha baada ya kukubali kosa. Na ndugu zangu, ni vigumu kupata msamaha kama hujakubali kwamba umekosea. Labda mtu mjinga tu ndo anaweza kusamehe. Lakini mtu yoyote mwenye akili timamu tunakubaliana umenikosea, alafu nakusamehe.
Na mtu makini ambaye unataka kutengeneza kesho nzuri, upaswi kusamehe kirahisi. Mimi binafsi siwezi kusamehe kama hujakubali kosa lako na ukajieleza vizuri. Sijui nisemeje hapo. Kusamehe unasamehe. Roho Mtakatifu nipe hekima ya kusema. Unajua sisi wa Kristo unataka kuishi muda mrefu, unasamehe. Lakini unataka kwenda mbinguni, unasamehe. Na unataka kuishi maisha yako ya furaha, unasamehe. Na kusamehe si lazima uombwe msamaha. Hivyo unasamehe kwa ajili ya kutengeneza nafsi yako na maisha yako. Lakini kusamehe ni jambo moja, ila mahusiano baada ya kusamehe ni kitu kingine. Bwana apewe sifa. Kusamehe ni rahisi, lakini mahusiano ndio yanajengwa sasa na mtu aliyeomba msamaha vizuri. Kuna kusamehe kwa ajili ya afya yangu, na kwa ajili ya mahusiano yangu na Mungu, kwa ajili ya maisha yangu ya kiroho. Kuna kusamehe ili niweze kuendelea, usinikwamishe. Na kuna kusamehe ili kujenga mahusiano na kutogoza pamoja katika safari. Kuna kusamehe ili nisikupoteze. Na kuna kusamehe ili upite hivi kila mtu na hamsini zake. Yote ni kusamehe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sijui kama unanielewa. Mimi nikikusamehe alafu nikatemana na wewe, sina kosa mbele za Mungu. Sina kinyongo na wewe. Sijakuweka moyoni. Lakini sitaki mazoea tena na wewe. Na kosa gani? Sina kosa. Nishaona wewe sio mtu sahihi kwenye maisha yangu. Kwamba bwana nikiendelea biashara na huko mbele utakuja kuniumiza zaidi. Rafiki yangu wewe una shida niambie, nitakusaidia, lakini sio kwa staili ile tulikuwa tunatembea mwanzoni. Nimekusamehe. Ndani ya moyo wangu na mbingu zimeachia. Lakini sitaki mazoea tena na wewe. Wewe ni kirampas. Hapo hakuna shida, ukifiwa naenda. Ukiwa na harusi na kuchangia. Ukifilisika na kusupport, lakini siko na wewe tena kama nilivyokuwa na wewe mwanzoni. Tunaelewana? Sasa ni nini kinaweza kupeleka msamaha? Ni mzuri kwa aliyesamehe, lakini sio mzuri kwa aliyesamehewa. Lakini hata kwa aliyesamehe sio mzuri sana, kwa sababu raha bwana ni kwenda na mtu katika moyo na katika kwenda na mtu kuanzia huko moyoni mpaka mwilini, hiyo ndo tamu. Lakini ya hivi kwenda na mtu kibachale haina furaha. Asa nini kinaweza kupelekea kuwa na msamaha huu ambao sio complete, yani sio wa jumla? Kinachosababisha sasa ni kitu inaitwa kuungama. Yani wewe unakuja, hutaki kukubali kwamba umenikosea na unataka mimi nikusamehe. Wewe unaniomba msamaha, alafu unajitetea, unajiona wewe una haki, alafu mimi sina haki. Kwa hiyo ninachokifanya na kusamehe kwa sababu sina muda wa kushindana na wewe. Lakini msamaha mzuri ni ule mtu anapiga magoti anakuambia, kweli mzee mgeni, zile peto 3 ni mimi nilipita nazo hivi. Lakini kweli mtoto wangu alikuwa ni mgonjwa, nilikuwa sina namna, mzee mgeni nisamehe. Anamwambia, sasa si ungeniambia. Sasa mzee mgeni ukiwa makini, huanzi kumhurumia. Hata akwambia mtoto wake alikuwa anakufa, haumhurumii. Unamwambia ulinitia hasara sana, ulisababisha nigombana na vibarua pale, ulisababisha. Unamweleza jinsi ambavyo alivyoiba hizo peto 3 ilikugharimu kwa kiwango gani. Hata ikiwezekana unamwambia hebu nenda bwana, tutaonana siku nyingine. Usisamehe rahisi. Watu wengine watanielewa mwakani. Nimesemaje?
mserere. Kesho atakupiga 5. Ile kusamehe rahisi tunasamehe moyoni, lakini huku nje nataka ukaze kidogo. Unakaza kidogo. Kwa nini unakaza? Kwa faida yako na faida yake. Unajua kuna mtu ambaye hela yake haicheleweshwi. Na kuna ambaye anacheleweshwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kanuni ya kusamehe, ukitaka kupata msamaha uliokamilika, ukitaka kupata msamaha uliokamilika, jieleze vizuri. Haleluya. Eleza vizuri, kubali kosa. Jieleze, nyenyekea. Yule anayekusamehe anaona ni kweli amekiri, kweli alifanya, anakusamehe. Lakini wewe unayesamehe, eleza maumivu yako, onyesha ulivyoumia, alafu yule mtu ajiweke kwenye nafasi yako. Ukija kumsamehe, atakumbuka. Atasema kama kile kisado kimoja tu jamaa alimind hivyo. Aise, huyu jamaa pala kitu chake usiguse. Lakini ukiwa mrahisi, kwa hiyo moyo unajiandaa kwamba huyu jamaa ni mrahisi, hata mkichukua anaga shida. Haleluya. Kwa hiyo sasa kichwa cha somo kinasema tuyashike sana maungamo yetu. Tafsiri yake ni nini? Tushike tunayokiri. Kumbuka ulivyolia ili uhurumiwe. Kumbuka ulivyosema, jinsi ulivyokosea. Kumbuka ulivyoahidi kwamba hutarudia tena. Alafu yashike hayo. Haleluya. Haleluya. Sasa kwambia kitu. Umemfanyia mtu ubaya, ukiambiwa kumbuka maungamo yako, unaambiwa hivi, kumbuka jinsi ulivyomuumiza. Kumbuka jinsi ulivyomtia hasara. Kumbuka jinsi ambavyo hata wewe ilikupa shida. Kumbuka mlivyoongea pale kwenye kikao. Kumbuka jinsi ulivyomwahidi pale ukiwa umepiga magoti. Kumbuka ulivyosema wakati unalia, unamwambia nilipitiwa tu, sitarudia tena wallahi. Kumbuka ulimwambia sijui niweke na Biblia anaruka, kweli sitarudia, ukirudia tena niue. Unajua ulisema ukiwa na wenge, lakini kumbuka hayo mambo. Kwa sababu saa unataka kusamehewa, unaongea tu, nikirudia tena kweli mniue. Na hujui, sikiliza kwambia kitu, hata kama unaomba msamaha, wakati unaomba msamaha chunga sana, usiongee sana. Bora useme tu maneno mawili, sameheni jamani, sameheni. Ukirudia tena, kweli sameheni, nitajitahidi nisirudie. Usiseme sijui nikirudia niue, sijui nikirudia chukueni hichi, sijui nikirudia nimfukuzeni kabisa. Utarudia tu, utarudia. Roho Mungu ananiambia niongee vizuri hapa. Sasa ngwambie kitu. Kosa ulilofanya ni rahisi sana kulirudia. Kwa hiyo wakati unataka kusamehewa, usiwe na mawenge ya kusema sijui nikirudia ni uweni, nikirudia sijui kweli niondoe kabisa, nifukuze kazi kabisa. Usiseme hicho kitu, useme. Sema nitajitahidi sitarudia tena. Tuachane na hayo. Kichwa cha somo. Tuyashike sana maungamo yetu. Tafsiri yake, kumbuka ulioahidi wakati unataka kusamehewa. Kumbuka ulichokiri wakati unataka usamehewe. Alafu kishike. Haleluya. Asa kuna mwingine anasema nikirudia niue, nikirudia nife. Alafu ushaanza unapata mikosi, mara ajali, mara unaumwa ovyo. Unajua nini? Unajua hiyo inaitwa mihemko, kwamba wakati ukiwa kwenye mihemko ulisema sitarudia tena, nikirudia nife. Na unarudia na ushasahau.
Kwa kwenye ulimwengu wa roho, ibilisi anasimama na ahadi yako. Yule ambaye unamkosea inawezekana hajui tena, lakini ulimwengu wa roho unajua ya kwamba matokeo ya huyu mtu kurudia hichi kitu ni kufa, alisema. Kwa shetani ana tabia ya kwenda kupeleka mashtaka kwa Mungu. Huyu mtu anatakiwa afe bwana. Kwa nini? Angalieni hichi kikao chake. Ulimwengu wa roho unatunza kumbukumbu. Tunatunza kumbukumbu kwenye ardhi. Ulimwengu wa roho unatunza kumbukumbu kwenye madhabahu. Ulimwengu wa roho unatunza kumbukumbu hata kuzimu na mbinguni. Kwa hiyo kumbukumbu inavutwa ya kwamba huyu mtu bwana alisema akirudia afe. Huyu mtu alisema akikosea tena afe. Hakutaja afe na nini, lakini atakiwa afe. Kwa hiyo tumpelekee hili ugonjwa la kansa, tumpelekee ugonjwa wa pressure ili afe. Ni ahadi yake, ni contract, ni agano lake. Hallelujah. Mbona nikiangalia sura zenu kuna kitu naambiwa huko roho. Anasema kweli nikirudia tena nifilisike kabisa, nifilisike na mimi niwe tunaenda robo kama watu wengine. Na umeshaanza kwenda robo. Tuyashike maungamo yetu. Sasa ili uyashike, yakumbuke. Kitu cha kujivunia, Mungu ni mwingi wa rehema. Na Mungu akikupenda anakukumbusha. Hallelujah. Kwa hiyo leo mtu aliyeko ibadani kuna kitu Mungu anamkumbusha. Ukikumbuka una apili, unakata rufaa. Unaenda mbele za Mungu tena madhabahuni. Unamwambia Mungu, kwa ile siku tukiwa kwenye kikao pale na wakwe zangu niliongea hichi kitu. Na hisi kinanigharimu. Mungu, tulipokuwa kwenye kile kikao cha usuluhishi pale kwa sababu ya kumuibia bosi wangu, nilisema haya maneno yananigharimu. Unaanza sasa hayo maombi yako. Hallelujah. Acha tuende kidogo. Hallelujah. Kwa hiyo maungamo yanabebesha mtu zigo la laana na mikosi pasipo yeye kujua. Kwa sababu lengo la muungamaji ni moja. Avuke tu kabalaa kamemkumba hapo. Amebananishwa kwenye 18. Amebanwa kwenye kona. Na anataka kuchomoka hapo. Na anaona njia pekee ya kuchomoka hapa. Acha nikubali. Anarahisisha mambo kwamba niongee tu chochote waniachie. Niongee tu chochote waachane na mimi. Lakini unakuta mtu hawazi anachokitengeneza kule mbele. Na akichomoka pale akili yake inamwambia yani anajisikia kwamba niko salama. Lakini kesi ulionayo ni ngumu kuliko utetezi unaotengeneza ama ahadi unazoweka zitakazo kugharimu maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya Walawi mlango wa 16. Mambo ya Walawi 16. Biblia inasema hivi. Biblia inasema Mambo ya Walawi 16. Mstari wa 20. Nasoma mpaka nitakapoishia kwa msaada wa Mungu. Biblia inasema hivi. Kama unapata baya basi tafuta, kama unasikia mnatafuta huko. Na ukikosa kaga tutulia. Unisikize kwa makini. Mambo ya Walawi naishi yuko nyuma ya Hesabu, Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi. Kitabu cha 3 nafikiri kutoka Mwanzo. Haya, Biblia inasema hivi. Naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu pa hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai. Na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama. Na kuungama, sema kuungama. Kwa tafsiri yake,
Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kukiri au na kutamka. Kutamka nini? Kutamka juu yake uovu wote wa wana wa Israeli. Kwa hiyo uovu wote wa wana wa Israeli: uzinzi, ulevi, wizi, uasherati, ushirikina, uchawi, uganga, dhuluma, mauaji. Yaani ameshika hicho kichwa anatamkia tumefanya uzinzi, tamka. Na kukiri na kuungama uovu wote wa Israeli. Sasa uovu ni mkubwa kuliko dhambi. Roho Mtakatifu saidie. Ngoja nimalize kusoma. Uovu wa wana wa Israeli na makosa yao, naam, dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi. Kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Na yule mbuzi atauchukua juu yake uovu wowote mpaka nchi isiyo watu, naye atamwachia mbuzi jangwani. Haleluya. Sikiliza kwa makini. Biblia inasema hivi, sikiliza kwa makini. Yeremia mlango wa 17 kama sikosei mstari wa 5 unasema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemee mwanadamu na moyoni mwake amemwacha Mungu. Mtu huyu atakuwa kama fukara nyikani. Haleluya. Mtu aliyelaaniwa anatakiwa akae mahali pa jangwa. Alafu sio akae tu hapo, akae hapo hali ya ufukara. Mungu akamwambia hivi Musa, ili kuondoa dhambi za Wanaisraeli, kamateni mbuzi. Kuhani, yani mchungaji, aweke mikono juu ya kichwa chake, aungame. Kuungama fanye akiri dhambi za Waisraeli. Kiri. Akishamaliza kukiri, huyo mbuzi sio mbuzi tena, ni laana. Kwa kama ni laana, hastahili kuishi mahali pazuri, anatakiwa aende jangwani, nyikani, akateseke huko kama fukara. Kwa hiyo huyo mbuzi aondolewe katikati ya jamii, apelekwe, akifikishwa huko mahali huko pa jangwa, aache. Ashumu unapenda nyama sasa na umekutana na mbuzi ambaye hana mwenyewe. Haujanielewa bado. Hakuna kitu cha bure. Wewe umekutana na kimbuzi kama hicho kinalia mea kila nyumbani na umekipeleka nyumbani kwako sasa. Maana yake nini? Umepeleka laana nyumbani. Mungu aliwaambia hivi Musa, kuhani atakiri kwanza maovu. Mtu mwovu ni tofauti na mtu mdhambi. Na mtu mdhambi ni tofauti na mtu mkosa. Mambo matatu Musa aliambiwa. Atakiri uovu, atakiri makosa, atakiri na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Uovu ni kilele cha makosa. Mtu anakosea kwa kuwaza, anakosea, anatenda dhambi, ile dhambi ikiendelea na kuwa uovu. Yaani umeanza hivi kupigana. Kwanza umeanza hivi hasira, foka ovyo, umeanza kupiga, kidogo unashangaa umeua. Ushaingia kwenye stage ya uovu. Na usipojulikana unaua wa pili, wa tatu, wa nne. Kwa umeanza hivi kutamani kidogo, kutamani, umeanguka mara moja, umetubu, umelia. Unaanguka mara mbili, mara tatu, unashangaa hautubu tena wala haulii tena. Alafu unashangaa imekuwa ni uovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sasa aliambiwa kuhani atakiri hayo yote juu ya yule mbuzi. Tafsiri yake ni nini? Tuyashike sana maungamo yetu. Tuyashike sana
tunayokiri wakati tunataka msamaha. Kwa nini tuyashike? Kwa sababu yamebeba laana, na inawezekana yamebeba pia baraka. Kwa ukiyakumbuka kwa uzuri, unafungua mlango wa baraka. Usipoyakumbuka, laana inakuandama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kitabu tulichosoma cha Yoshua anapewa jukumu na Mungu mwenyewe la kuwaingiza Waisraeli Kanaani. Leo hapa tulipo kila mtu ni Joshua kwa upande wake. Haleluya. Wewe unaweza kuwa Joshua kwenye kijiji chetu cha Matadi. Kama wewe ni mwenyekiti wa kijiji, kama wewe ni mtendaji, tunataka wavushe Matadi waende mahali. Lakini kama wewe ni mwanamaombi, umepewa mzigo wa kuombea Matadi, wewe ni Joshua kuduvusha kwenda mahali. Lakini wewe unawezekana wewe ni Joshua kwenye familia yenu. Unatakiwa uitoe familia Misri uingize Kanaani. Yaani pale kwenye familia kuna ukiwa, kuna ugumu, kuna asili mbaya. Wewe ni Joshua wa watoto wako. Ahadi ya Mungu ni watoto wako wale asali na maziwa. Ahadi ya Mungu ni familia yako ikombolewe. Vifungo viachie, paje kizazi cha wacha Mungu, watu waliojenga, watu ambao hawatateswa na pressure tena na sukari, watu ambao hawataendelea kudharauliwa. Inawezekana sio jambo la siku moja. Haleluya. Maana ahadi ya Mungu juu ya Israeli ilikuwa ni miaka 400 kabla kwenda Kanaani. Miaka 400 ikawa ya mateso Misri, lakini sio miaka yote 400 waliteseka. Miaka ya kwanza walianza kula raha. Lakini alipoinuliwa wa kuwavusha, alipigana miaka 40 jangwani. Kalabasha taraba. Paka akafa na hajawaingiza huko Kanaani. Musa. Ahadi ni asali na maziwa. Ahadi ni nchi yenye raha. Mbeba maono Musa ya kuwafikisha. Amepambana mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, na wakati anapambana watu wanakufa tu. Nisikize kwa makini na unielewe, kuna kitu Mungu anataka kuongea na wewe. Musa ameambiwa, Bwana wewe unawapeleka taifa langu Kanaani, kwenye nchi ya asali na maziwa, kule watapata raha. Akaanza safari, mwaka wa kwanza wa pili, wakamkazirisha Mungu. Ardhi ikapasuka, wakafa watu mamia kwa mamia. Wakaendelea mbele kidogo, nyoka zikaja, wakafa. Akaendelea, wakafa. Mpaka ikafika mahali wale wote alioanza nao safari ni kama wameshakufa wote. Waliobaki ni waliozaliwa hapo njiani. Nisikize na unielewe. Akaendelea kwenda kwa imani. Ameendelea anasema ili awafikishe, angalau aseme nimewafikisha. Na yeye akafa na hajawafikisha. Kuna kitu Roho Mungu anataka kuongea na wewe. Mtu uliyebeba maono, mtu uliyepewa jukumu. Umemwombea baba amekufa, hajabadilika. Umeng'ang'ana na mama amekufa. Unaombea watu wanazidi kuwa wabaya kuliko kabla hujaanza kuomba. Na ukiangalia muda unaenda, hakuna mabadiliko hapo nyumbani. Ukiangalia miaka inaenda na wewe unajisikia kuchoka. Ukiangalia hata nguvu za kuomba, huwezi kuomba tena kama zamani.
na ulichokuwa umeonyeshwa kwenye ndoto hakijatokea, ulichokuwa unatamani moyoni hakina hata dalili ya kutokea, usikate tamaa, maana hata kama watu watakufa, shauri la Bwana juu ya maisha ya mtu halitakufa hata siku moja. Haleluya, haleluya. Hata katikati ya mauti, katikati ya watu kufa, kwenye shauku na kiu ya kuleta mabadiliko, kwenye shauku na kiu ya kuleta sura mpya mahali, kanisani, nyumbani, kwenye ukoo, kwenye jamii, hata watu wakifa inawezekana kuna mpango wa Bwana katikati ya mauti yao. Kwa hiyo inatupasa tuendelee mbele, tuendelee mbele. Haleluya, haleluya. Watu wakafa na aliyepewa mzigo naye akafa. Lakini cha kufurahisha, kusudi halikufa, ahadi haikufa, maono ya Mungu hayajafa. Naongea na mtu mmoja leo ambaye ulitegemea Mungu afanye kitu kwa mtu fulani na yule mtu amekufa. Amekufa huyo, lakini kusudi la Mungu juu ya maisha yako hayajafa. Ulitamani uone kitu fulani kwa wakati fulani hakijatokea, na ule watazamia unaona waendelea kuwa wanyonge, wanakuwa wanyonge, lakini Bwana bado hajawa mnyonge. Wanachoka lakini Mungu bado hajachoka. Haleluya. Akapewa Joshua wajibu. Mungu akaanza kumwambia Joshua, nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa na Musa. Kila mahali utakapokanyaga nimekupa kumiliki. Akawa anamwambia hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako akuzuie. Haleluya. Hakuna mtu atakayeweza kusimama mbele yako akuzuie. Wewe hodari na ushujaa mwingi. Kwa nini namwambia hivyo? Kwa sababu anajua nimekuita kwenye vita. Na wewe leo Mungu ananiambia nikwambie, wewe hodari na ushujaa mwingi. Wewe na moyo wa hodari. Kila mashade. Lakini akamwambia, usiache kutenda sawa sawa na nilivyoagiza. Usiyasahau Torati. Kaya maagizo niliyotoa usiache. Maana kufanikiwa kwako kutategemeana na kiwango cha kuyashika haya. Tuyashike sana maungamo yetu. Usisahau ulichokiri. Umekiri nini? Mimi namkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote. Najitoa kuwa wako, Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutegemee na kukutumikia kwa uaminifu hata nitakapokufa. Usiyasahau hayo. Haijatosha. Ukaenda ukapigwa injili, ukaja mbele hivi ukasema namkataa shetani na kazi zake zote. Sijui na mizimu nini kwa jina la Yesu. Ukapigwa na yule mmoja yenye upako, unasema kwa jina la Yesu. Usisahau na hayo. Maana ulikaa miezi mitatu, ukatoka kwenye mstari, akaja tena mtumishi mwingine, ukaja tena hivi. Mpaka siku nyingine akaja mwingine, ukasema Bwana mnaniona leo siendi. Ukasema leo siendi, lakini natubia hapa kwenye viti. Usiyasahau hayo. Sikiliza, unajua nini kinakusukuma hivyo? Kwa sababu kuna kitu ndani yako. Kinakwambia kuna namna unataka uishi. Kuna kitu ndani yako kinakwambia wewe sio hivyo. Kuna kitu kinakuvuta. Kwa hiyo ukitaka kujizuia unashindwa. Unasema acha nitoke na leo unatoka. Ukiona unakutana na hali kama hizo, Bwana ana jambo na wewe. Haleluya. Sasa Joshua akaambiwa yashikayo. Haleluya.
katikati ya kushika maungamo haya ambayo ni ukiri, uliokiri kule kwenye, na kila ungamo lina maana yake. Umekiri kwa baba yako, umempigia baba magoti, baba, ukamwahidi baba vitu vingi hapo, mama, ukamwahidi mama vitu vingi hapo. Si kila mtu ana historia yake jamani. Kila mtu ana historia yake na maisha yake. Umezingua, ukampigia mama, ukamwambia kweli mama, ukaongea vitu vingi. Akamwambia toka, mnafiki mkubwa, toka hapa. Neema anacheka. Sasa unajua kila kitu unachokifanya chema, yule aliyoko mbele yako ni mwakilishi tu wa Mungu. Kwa unapopiga magoti mbele ya mzee kiongozi amekuja kuwasuluhisha, kwenye ulimwengu wa roho umepiga magoti mbele za Mungu. Unapopiga magoti mbele ya baba, kwenye ulimwengu wa roho, yani Mungu ameingia ndani ya baba kukutiisha wewe ili kukusaidia. Haleluya. Kwa hiyo chochote unachomwambia baba kwenye ulimwengu wa roho unamwambia Mungu. Kwa sababu baba kuna siku atasahau, lakini Mungu asahau. Baba na mama watasahau, mchungaji atasahau, lakini shetani naye asahau. Kumbukumbu zinaandikwa. Kwa hiyo hii tunapokuja huku mbele, umekuja umebarikiwa, na wengine ushasahau tarehe ya kubarikiwa, lakini Mungu anakumbuka. Kila siku uliotoka mbele kuokoka Mungu anajua. Kwa hiyo tunakumbushwa. Na Mungu alimsisitiza Joshua, hakuna atakayeweza kusimama mbele yako, lakini kushindwa mtu kusimama mbele yako kutategemeana na kiwango chako cha kuyashika haya. Haleluya. Kila utakapokanyaga nimekupa ili kumiliki. Lakini je, wewe ni fukara ama ni mbarikiwa? Kwa sababu aliyelaaniwa ni fukara. Aliyelaaniwa ni nani? Ni ambaye ana maneno yasiyotekelezeka, sio ahadi. Ni ambaye amebeba maungamo ambayo hayatekelezi. Shika neno langu, shika maagizo yangu, kumbuka maungamo yako, ili asiwepo wa kukuzuia, na ili kila utakapokanyaga umiliki. Haleluya. Na Roho Mungu ananisemesha kwa ajili yenu. Sitisha mipango yako yote, miliki ardhi. Nimesemaje? Sema tena mara ya pili. Na ya tatu. Asa akili za kupewa changanya na za kwako. Lakini hii haiko kwenye mahubiri. Acha niimalizie. Mambo unayoyafanya ni ya pesa nyingi sana. Kwa hiyo ukiamua kununua kiraka cha 2.5 milioni 3, ukiamua haushindwi. Miaka 5 mpaka 10 ijayo hutaweza kununua. Kwa sababu ardhi inaweza ikapanda bei, ama wasiwepo wauzaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama mtu uliyebarikiwa, kama umepata kiela kidogo, baada ya kutoa mtaji, nunua sehemu. Haleluya. Ukishanunua, usiwe na wenge la kujenga. Achana nayo kwanza. Rejesha ule misuli yako ya kiuchumi. Narudia. Usikimbilie kujenga afu mtaji wako kaishia kwenye kujenga. Kama ulikununua ardhi, hata mtaji ukiishia hapo sio mbaya. Kikiumana sana utauza gari tu hiyo ardhi na utakuwa na mtaji. Kama amenielewa nipungie mkono. Narudia mara ya mwisho, ni Roho wa Mungu ananiambia niwaambie. Kama una hela, tafuta sehemu nunua. Ukiwa kwenye maombi, mwambie Mungu, fungua akili zangu.
Akili yako isiishie hapa Matadi. Akili yako isiishie wapi? Nenda Mwangaza, nenda Roselini, japokuwa nakupenda sitaki ukawa msharika wa Olmoloko. Lakini kwa faida yako nenda tu. Nenda Mwangaza, nenda wapi? Mahali popote ambapo unaweza kupata ardhi yako. Nunua, weka mipaka, iache hapo, katafute hela. Tunaelewana rafiki zangu? Bii yake. Umepata hela zinakuwasha, unataka kujenga. Usijenge mahali pa ajabu. Naumia kusema hivi, sijui kama kuna mtu aina hiyo hapa, sije nikamjeruhi. Kuna watu nimeenda wanajenga. Anajenga sehemu ambayo mvua ikinyesha tu inaenda na nyumba. Usiwekeze pesa yako mahali ambapo ni hasara. Unajua bei ya nyumba? Paka nyumba ikamilika unaweza kumpatiza milioni 10. Sasa kwa nini uweke nyumba ya milioni 10 kwenye maporomoko? Au kwenye vumbi? Gari ikipita hapo nyumba nzima inatikisika. Hiyo pesa unataka kujenga, achana nayo, kanunue sehemu nzuri. Sema asante baba mchungaji. Narudia kwa mara ya mwisho. Kama una hela, sijui una milioni 60, sijui una milioni 20 unataka kuanza kujenga, angalia mara tatu mahali unapotaka kujenga. Kama hapa kupendezi, acha, katafute sehemu nzuri, nunua, kujenga utajenga mwakani. Haya, wewe niangalie utanikumbuka. Sasa namalizia mahubiri yangu sasa. Lakini hicho kinaweza kuwa cha muhimu kuliko vingine vyote kwako. Unaona sasa tani nimetoka kwenye mstari. Sasa acha nimalizie hivi. Tulikuwa na Joshua Joshua ameambiwa atamiliki. Hivi mmenielewa lakini nichongea? Sema ndio baba. Narudia kwa mara ya mwisho. Ukipata hela, tafuta sehemu ambayo utajenga, sawa? Na ukipata tafuta sehemu nzuri. Kama ni ya kuishi, tafuta sehemu nzuri. Usinunue huko kwenye maporomoko. Labda kama kimeumana kabisa. Ukishapata, lipia hilo eneo, andikishana, usinunue peke yako, shirikisha mke wako kama mke wako sio kirambas, au mume wako, shirikisha ndugu zako. Wakati wa kuandikishana kuwe na ushahidi wa kutosha. Mshirikishe mwenyekiti wa hilo eneo ili usije ukashikishwa sehemu ambayo ishauzwa tayari. Ukishanunua, usiwe na wenge la kuanza kupajenga saa hiyo. Paache, nenda kapambane tena. Na siku Mungu atakupa nguvu, utarudi utapaweka sawa. Kama mmenielewa mpaka hapo nipungie? Aya. Cha mwisho. Narudia kile cha mwisho yake. Cha pili yake. Kama una eneo na umepata hela sasa, unasema sana wakati wangu wa kujenga. Liangalie ile eneo mara 3. Kama hujiamini akili yako, mchukue mzee Steven pale. Au mzee nani? Nimetoa mtu mfano mzee Steven. Chukua mtu mwenye akili kidogo. Nenda naye mwambie, "Ise bwana, unajua 2000 na ngapi ndinunua ile eneo bwana, nataka nijenge hapa, unapaonaje?" Msikilize. Ukiwa na mashaka na ushauri aliokupa, chukua na mwingine wa 3. Alafu kabla bado ya kufanya maamuzi, chukua fundi. Nenda tena na fundi pale. Mwambie fundi, unaonaje? Nijenge hapa kweli au ninunue sehemu nyingine? Kiutani tu. Msikilize. Kwa nini nakwambia watu wengi hivyo? Kwa sababu kuna wanafiki.
Kuna mnafiki ukimwita hata pale anakuambia wewe ni jembe hapa mbona safi kabisa, mbona hata nani kule wenyewe yuko kule, lakini mambo. Kuna mwingine atakutia moyo kwenye ujinga, aidha kwa kutokujua au kwa nia mbaya ili kukuchoma. Kwa hiyo mimi nasema kuliko uwekeze milioni 30 kwenye eneo la milioni 2.5 ambalo ni riski, ni bora kwenye milioni 30 utoe hapo milioni 15 ukanunue eneo zuri, ukae tena miaka 3 ndio uje ufanye kazi. Sasa mmenielewa? Mpungie tena mkono. Na kama unaona umechoka kupigiwa kelele sijui nyumba za kupanga, jenga nyumba ya mbao ya bei rahisi ukikusanya nguvu. Kwa nimalizie mahubiri Aya, mahubiri sasa. Zakaria mlango wa 3 mstari wa 3. Biblia inasema, basi Joshua alikuwa amevaa nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele ya malaika. Naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake akisema, mvueni hizi nguo zenye uchafu. Kisha akamwambia yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani nyingi. Nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani pake. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani pake, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Haleluya. Unajua hii lugha imeongelewa lugha ya kisharu hapa, eti mpige kilemba. Wakampiga kilemba kizuri kichwani. Hoja, Joshua alipewa kusudi, akaambiwa ayashike maandiko. Lakini kumbe Joshua kwenye ulimwengu wa roho, Mungu alipokuwa akimwangalia, alikuwa anamuona Joshua kwamba afai. Alikuwa amevaa mavazi machafu. Unajua kwa sababu gani? Ni kwa sababu kama sikosei kwenye kitabu cha Hesabu 13 inasema, naye Hoshea mwana wa Nuni, Joshua alikuwa anaitwa Joshua, alikuwa anaitwa sijui Hoshea. Kwa hiyo inaonekana hata jina tu alilokuwa nalo Joshua alikuwa na vifungo. Kwa hiyo ili Mungu apate kumtumia, akambadilisha jina. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa anasema kwamba avuliwe mavazi yake. Na mimi namalizia kwa kusema, tuyashike sana maungamo yetu. Lakini hata kama tuko katikati ya hali ya vita ya kihuduma, vita juu ya wajibu uliobeba, wewe endelea mbele. Wakati unaendelea, neema ya Mungu itakutana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Narudia, wakati unaendelea, neema ya Mungu itakutana na wewe. Kwa sababu Joshua aliendelea. Kumbe Mungu akawa anamuona katikati ya udhaifu wake, na saa ilipofika Mungu akamvua ule udhaifu. Kuona wewe unapoendelea na bidii katika Bwana, unaenda ibada kwa shida hivyo, unaomba hakuna matokeo, changamoto zinazidi kutokea, saa ya Bwana ikifika, Bwana atawatuma malaika zake, nao watakuvua vile vinavyokuzuia. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema baada ya Joshua kuvuliwa, akavikwa kilemba kizuri, ndipo malaika wa Bwana aliweza kukaa karibu yake. Kumbe kuna saa malaika wa Mungu anataka kukaa na sisi, lakini kuna vitu vinawazuia uchafu wetu. Tuyashike maungamo yetu. Kila tunasemaje? Na tumuungamie Mungu dhambi zetu. Mungu Mwenyezi, mimi ni mwenye dhambi. Si unaona pale tunakiri dhambi zetu nilizokukosea kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda. Ina maana ukiwa chumbani kwako hutakiwi kusema nilizokukosea kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Unasema ukifika pale kwenye kutenda unasema leo Mungu nimeiba. Kweli roho inaniuma, nimeiba, Mungu nisamehe. Leo nimefanya hichi. Hiyo ndio kuungama. Hapa tunasema kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda, kwa kufupisha ili tufanye ujumla tumalize. Lakini ukiwa peke yako unapomuungamia Mungu, unaeleza kitu kimoja baada ya kingine. Alafu unamwambia Mungu nisamehe, nisaidie. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba mtakatifu,
Tufundishe kukumbuka tulipokosea, na utufundishe kukiri, kukubali makosa yetu. Utufundishe namna nzuri ya kuungama na kuacha, ili tupate neema ya kumiliki kila tunapokanyaga. Tupate neema ya kufika ile Kanaani yetu ambayo umetuamuru. Tupate neema yako ee Bwana ya kutufikisha kwenye kusudi lako. Asante, maana kama ulivyompigania Joshua, hata kama njiani kuna tutakao wapoteza katika wale tunaowabeba kwa mzigo, bado tuna imani katika wewe. Tutalifikia kusudi, na kusudi lako litatimia kupitia watu na majira ulioamuru wewe, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Engare, Nairobi, engare, kijito cha maji